Ukifika Stone Town Zanzibar, kuna jengo moja ambalo huvutia macho ya kila mtalii. Lina rangi ya samawati, limejaa nakshi za ajabu na linaonekana kama kasri la kifalme. Lakini je, unajua kuwa jengo hili lilijengwa zaidi ya miaka 130 iliyopita? Na je, unajua kwamba mtu aliyeanza kujenga jengo hili hakuwahi hata kuliona likikamilika? Leo nitakusimulia historia ya The Old Dispensary, moja ya majengo muhimu zaidi katika historia ya Zanzibar. Mwishoni mwa karne ya 19, Zanzibar ilikuwa moja ya vituo vikubwa zaidi vya biashara kutoka India, Uarabuni na Ulaya. Walifika kila siku kufanya biashara ya karafuu na bidhaa nyingine. Katika kipindi hicho, aliishi mfanyabiashara tajiri zaidi wakati huo, mwenye asili ya India, aliyeitwa Sir Tharia Topani. Alikuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa zaidi Zanzibar na alichangia maendeleo ya kijamii. Na mwaka 1987 aliamua kujenga jengo hili kubwa ambalo lingekuwa kumbukumbu ya sherehe ya miaka 50 ya utawala wa Malkia Victoria wa Uingereza. Sir Tharia Topani hakutaka kujenga jengo la kawaida. Alitaka liwe moja ya majengo mazuri zaidi katika Afrika Mashariki. Wajenzi na mafundi waliletwa kutoka maeneo mbalimbali. Jengo lilibuniwa kwa kuchanganya mitindo ya Kihindi, Kiarabu na Ulaya. Ndiyo maana hadi leo linaonekana tofauti na majengo mengine ya Stone Town. Kila nguzo, kila dirisha na kila roshani ilichongwa kwa ustadi mkubwa. Lakini wakati ujenzi ukiendelea, jambo la kusikitisha lilitokea. Mwaka 1891, Sir Tharia Topani alifariki dunia. Ndoto yake ilionekana kuishia hapo, kwani jengo hilo alikuwa limemalizika. Baada ya miaka kadhaa, mfanyabiashara mwingine aliyeitwa Haji Nasser Nur Muhammad alinunua jengo hilo. Badala ya kuliacha tupu, alilikamilisha jengo hili na kuligeuza kuwa dispensary, yaani hospital ndogo iliyotoa huduma kwa wakazi wa Stone Town. Kwa miaka mingi, wagonjwa walipata matibabu katika jengo hili. Ndiyo maana hadi leo linajulikana kama The Old Dispensary. Kadri miaka ilivyopita, jengo hili lilianza kuchakaa. Baadhi ya sehemu zake zilikuwa zinaharibika, lakini kwa bahati nzuri, mwaka 1990 Aga Khan Trust for Culture ilianza mradi mkubwa wa kuikarabati. Kazi hiyo ilichukua muda mrefu ili kuhakikisha kila nakshi na kila sehemu ya kihistoria inabaki kama ilivyokuwa zamani. Baada ya ukarabati, jengo hili lilifunguliwa tena kama kituo cha utamaduni na historia. Mwaka 2023, jengo hili lilianza kutumika tena kama Aga Khan Polyclinic, likitoa huduma za afya huku likihifadhi historia yake. Leo ni moja ya maeneo yanayotembelewa zaidi na watalii wanaofika Stone Town. Picha zake zimeenea duniani kote kutokana na uzuri wake wa kipekee. Ni ushahidi kwamba historia inaweza kuhifadhiwa huku ikiendelea kutumika kwa manufaa ya jamii. Zaidi ya miaka 130 imepita tangu jiwe la kwanza la jengo hili liwekwe. Vimepita vifo vya waanzilishi wake, mabadiliko ya matumizi, ukarabati mkubwa, na bado limesimama imara. The Old Dispensary si jengo tu, bali ni sehemu ya kihistoria ya Zanzibar na Afrika Mashariki ambayo inaendelea kuishi hadi leo. Swali linabaki, je, kama ungepata nafasi ya kutembelea Stone Town, ungependa kuona jengo hili kwa macho yako? Na ni jengo gani lingine la kihistoria ya Tanzania ungependa nikusimulie historia yake? Andika maoni yako hapo chini.